Kipindi chetu cha kila siku tunakualika mahali popote ulipo uweze kuandamana pamoja nasi. Tambua malengo yetu ni kukufanya utoke pale ulipo na uweze kupiga hatua. Ikiwa bado hujasubscribe, tunaomba usubscribe, ulike, ushare pamoja na kucomment. Ukifanya hivyo unakuwa unatusupport kwa namna moja ama nyingine. Leo mada yetu ni mada nzuri sana ambayo itakusaidia wewe pamoja na rafiki yako pamoja na jirani yako. Sisi tunakuja kwa nia ya ushauri tu, tunakuja kwa nia ya kufundisha tu, tunakuja kwa nia ya kukuongezea kitu fulani ambacho inawezekana una. Na naamini hata wewe unacho ambacho mimi sina. Unatakiwa uandike kwenye comment section ili niweze kujua kile unachofikiria. Leo tunakwenda kuzungumzia mada ambazo zinazunguka katika jamii zetu. Mada ambazo zinatuhusu sisi wenyewe, kwa sababu siwezi kuja hapa kuongelea kitu ambacho hakitaleta faida kwako, hakitaongeza kitu chochote kwako. Natakiwa niongee kitu ambacho ukisikia unachukua hata nusu ya kile ulichosikia. Nazungumzia falsafa iliyopo katika jamii yetu kwamba mdada ambaye amezaa watoto watatu, kila mtoto akiwa na baba yake. Kwa namna ya haraka haraka watu huwa wanamrushia mawe yule mdada, watu huwa wanamrushia mawe yule mwanamama, watu huwa wanamrushia mawe ya kusema kwamba huyu dada inawezekana yeye ndo ana matatizo. Ikiwa wewe hujawahi kufikiria hivyo, basi tambua ndugu yako ama jirani yako inawezekana ameshawahi kufikiria jambo hilo, kwamba haiwezekani huyu dada, mtoto wa kwanza alisema alikosea, mtoto wa pili tena alikosea, mtoto wa tatu tena alikosea. Ina maana wale ambao huwa wanamuacha wao ndo wana matatizo tu. Inawezekana yeye ndo tatizo, inawezekana yeye ndo chanzo. Na hayo mambo sio kwa mwanamke tu, hata kwa wanaume, ambaye mwanamume akioa leo, lakini baada ya muda mke anaondoka, anaoa mke mwingine, mke wa pili anaondoka, anaoa mke wa tatu, anaondoka, watu wanasema kwamba inawezekana yeye ndo tatizo. Lakini leo mimi nataka nielezee jambo hilo kiupana zaidi. Inawezekana una haki ya kusema hivyo. Na pia inawezekana unajaji watu kwa haraka haraka, kwa sababu kesi hazifanani. Huyu anaweza akawa na kesi yake na unavyofikiria wewe mkawa mko sawa sawa, lakini mwingine unavyofikiria sivyo ndivyo ulivyo ukweli. Ni kwamba sababu ziko nyingi za mdada fulani kuzaa watoto watatu ama wanne, kila mtoto akiwa na baba yake. Sababu ziko nyingi mwanamama kujikuta kwamba ana watoto 9 lakini kila mtoto ana baba yake. Kitu ambacho mimi nakuomba wewe unayenitazama, usitake kumjaji mtu usiyemjua. Inawezekana unamuonaga huyo mtu lakini umjui vizuri. Unaweza ukajaji juu kwa juu kusema kwamba haiwezekani watoto 5 kila mtoto awe na baba yake. Ina maana huyu mdada ama huyu mwanamke atakuwa yeye ndo ana matatizo. Kitu ambacho unachotakiwa kufanya ni kujua tatizo la yeye kuwa na wanaume tofauti na kuzaa nao. Kwa sababu ziko sababu, kwa sababu kuna vyanzo vinasababisha wanawake wengi wanajikuta kwamba wanazaa na wanaume tofauti, na kila mtoto aliyekuwepo naye anakuwa na babake. Hapa nataka tuone vitu vidogo ambavyo vitatusaidia kujua sababu ni nini ya mwanamke kujikuta katika hali kama hiyo. Kwanza, kitu ambacho mimi nitakwambia wewe mwanamke unayejikuta katika hali kama hiyo, usiwe mnyonge kwa sababu ya vidole vya watu. Usiwe mnyonge kwa sababu ya maneno ya watu. Wewe bado unayo nafasi ya kuanzisha maisha yako na kufanya vizuri na maisha yakaenda. Kwa sababu kuna wengine baada ya kufanya hivyo, yeye anakosa kujithaminisha. Anaona yeye hana thamani tena katika jamii. Kumbe hajui kuna siri kwamba ikiwa kuna watu waliokuwa sababu ya yeye kujikuta katika hali kama hile, wale watu watalipa. Na huyu aliyefanyiwa atapata thawabu siku moja kutoka kwa Mungu. Atampata mtu anayefanana naye. Nataka nionyeshe sababu za mwanamke kujikuta ana watoto wengi ambao wana baba tofauti. Kitu cha kwanza tunaona mahusiano. Mahusiano mengi yamejengwa kwenye misingi ya uongo. Mwanamke akiwa nyumbani kwao, mwanamume anapokwenda kumpenda yule mwanamke,
anakuwa na maneno matamu sana, anakuwa na maneno mengine mengi ya uongo, ambayo mara nyingi yanapelekea yule akina dada kulainika na kusema kwamba mwanamume si ndo huyu. Kumbe mwanamume aliyempata ni mwanamume ambaye amekuja ana malengo yake. Malengo yake ni kwamba anakuja kumchezea, baadaye amtupe kama trash. Sasa utamjuaje huyu mtu niliyekuwepo naye anasema ukweli au hasemi ukweli? Jambo la kwanza nimesema, mahusiano yanawafanya wakina dada wengi wanajikuta leo wana watoto 2, 3 na kila mtoto akiwa na baba yake. Kwa hiyo ukizingatia kwamba mahusiano yako ukiyachukulia kwa serious na ukitaka kumjua mtu kabla ya kuingia naye in deep kufanya kitu chochote na yeye, unaweza kujiokoa na kuepuka mambo haya kuweza kukutokea. Kwa sababu maneno yanakulainisha, lakini hujui kesho Mungu amekuandalia nini. Unayo mengi ambayo unaweza kuyaepuka wewe mwenyewe, lakini unatakiwa utumie akili na unatakiwa uchunguze kabla ya kuingia kwenye mahusiano yoyote ya aina yoyote ile, kwa sababu baadaye usije ukajilaumu. Kitu cha pili, tunaona vitu vinavyosababisha wanawake wengi leo wanajikuta wana watoto lakini kila mtoto na babake, ni ndoa na talaka. Talaka zimekuwa nyingi sana, na hii imekuwa sababu baada ya watu kutalikiana, kila mtu anaenda zake. Huyu aliyeachwa bado ni kijana, kwa hiyo atahitaji kuwa na mtu. Yule mwingine alikoenda na yeye bado ni kijana, atahitaji kuwa na mtu. Anapohitaji kuwa na mtu, inamaanisha kwamba yule mtu huku amezaa na mtu mwingine, kule anapoenda atazaa na mtu mwingine. Utakuta ikiwa huyu ni baba, amekuwa baba wa watoto wengi ambao wamezaa na wanawake wengi. Talaka inaweza kusababisha mwanamke akitalikiwa hapa, akiolewa pale, akiachika pale, ndoa ambazo hazina msingi mzuri, ndoa ambazo hazina msimamo, ambazo hazijajengwa kwenye misingi iliyo imara, ambazo zinatetereka, ni ndoa ambazo zinapelekea mtu kuonja wapi, yani anabatisha aweze kupata sehemu ambayo atafarijika moyo wake. Hii pia ni sababu. Na siku hizi talaka zimekuwa nyingi sana. Sijui kwa nini watu wanashindishana, sielewi. Talaka, watu wanatalikiana kweli. Lakini hiyo pia ni sababu na tunaweza kuiepuka. Lakini kuna ndoa zingine ni lazima talaka iwepo ili amani irejee. Ikiwa ni jambo ambalo unaweza kulisolve, kwa nini ukimbilie talaka? Na ndio maana mara nyingi mimi huwa nawapenda watu wanaosema kauli ya kusema kwamba anajifariji kusema kwamba ningekuwa sijazaa naye hii ndoa ingevunjika. Huyu mtu anajifariji vizuri na siku zinakwenda. Ingekuwa sio hawa watoto, mimi na yeye tungeachana. Hiyo tayari yule ameshajiwekea kuamini kwamba hawezi kuondoka kwa sababu tayari ana watoto. Hizo pia ni sababu za sisi kujiwekea ili kuepukana na mambo haya. Kwa sababu tunaposapoti sana talaka, tunajikuta katika mambo haya. Wakina dada wengi wanajikuta wamezaa watoto tofauti wakiwa na baba tofauti. Sababu nyingine ambayo tunaiona hapa, tunaona kwamba wanawake wengi ama walio wengi wako single, ina maana wako peke yao. Na hawa wakina dada ambao wako single wanaamua wao wenyewe kwa sababu ya maslahi yao wenyewe kusema kwamba mimi namchagua ninayemtaka na nazaa na yule ninayemtaka mimi. Kwa hiyo wanakuwa wao wamepanga kufanya hivyo kwa sababu za kiuchumi. Mtu anakuambia nikizaa na wanaume 9, ina maana wote watakuwa wanatoa chochote kitu, na mwisho wa mwezi na kuwa kama mtu ambaye anafanya kazi. Hizo ni sababu zingine, kwa sababu ukizaa mtoto lazima umgaramikie, utakuwa unatoa chochote kitu. Lakini sio wote ambao wanazaa watoto na wanatoa gharama. Kuna wengine wanazalisha na wanakimbia. Inategemea sasa unapatikana katika mazingira gani. Ukiwa kama nchi za wenzetu hizi, nchi za Ulaya, Marekani, wapi na wapi, sio rahisi kukimbia. Popote utakapokwenda watakukamata. Kwa hiyo wengine wameamua baada ya kutelekezwa, baada ya kutendwa sana katika mahusiano, wameamua kuwa masingo. Maamuzi yao yamekuwa kwamba mimi nitakuwa single, sitaolewa tena. Lakini
nitakuwa na mahusiano, na hayo mahusiano ikibidi kuzaa nitazaa, na yakiisha yanaisha, akija mwingine atanioa, na nikiamua kuzaa nitazaa. Hiyo pia ni sababu nyingine. Sababu nyingine ni kwamba wale wakina mama katika jamii, watu wanawatazama katika jicho gani? Inawezekana ni watu ambao hawajasoma, ni watu wenye elimu ya chini, ni watu ambao wanafanya kazi za watu ambao hawajasoma, ni watu ambao jamii inawaona kabisa ni watu wa chini sana. Hii pia inaweza ikawa sababu ya kupata watoto wenye baba tofauti tofauti. Kwa sababu ikiwa hujasoma, kuna vitu ambavyo unaweza kushindwa kuchanganua. Na kuna wanaume wanatumia hiyo nafasi kwa ajili ya kuwaongopea ama kuwadanganya wanawake. Wanawake ambao hawajasoma, mimi sijasema wote ambao hawajasoma kwamba wanadanganyika. Kwa sababu hebu tambua, mababu zetu waliishi kwa uaminifu wakiwa wameolewa na babu zetu, wakiwa wao kama wao na hawakusoma, waliheshimika. Na babu zetu waliwaheshimu, waliwapenda, waliishi maisha ya kila siku. Sasa inategemea labda na nyakati tulizo nazo, na pia inategemea na mazingira. Kwa sababu mtu ambaye hajasoma anaonekana hajui vitu vingi, lakini haimaanishi kwamba huyu mtu ambaye hajasoma hana umuhimu katika jamii. Kuna watu wana falsafa hiyo kwamba mtu ambaye hajasoma hana umuhimu, lakini sio kweli. Sasa kutokusoma kwake inakuwa sasa ni fimbo ya wao kumpigia nayo. Hiyo pia ni sababu nyingine. Lakini sasa kwa kumalizia niseme kwamba hakuna sababu ambayo tunaweza kuisema hapa hii ndiyo sababu ya kweli na ya kwanza. Sababu ziko nyingi. Hakuna sababu ambayo nimeisema hapa yenyewe ndo namba moja, yenyewe ndiyo sababu haswa. Sababu zipo nyingi na ziko tofauti kulingana na watu walivyo tofauti. Kitu cha msingi ambacho unachotakiwa kujua, mwanamke mwenye watoto wengi aliyezaa na baba tofauti tofauti, na maana wanaume tofauti, haimfanyi yeye kupoteza nafasi yake katika jamii. Anayo nafasi bado ya kujiamini, anayo nafasi ya bado kutegemewa na watu wengine. Ikiwa wewe dada yangu uliye nyumbani umezaa watoto wako na wanaume tofauti, hii video inakuhusu. Usikubali kudanganywa na wewe ukakubali kwa sababu umeshazaa watoto 5 baba tofauti, ukaona kwamba ile thamani yako haipo tena. Mimi nakuambia leo kwamba bado thamani yako ipo. Ni wewe kujielewa wewe ni mtu aina gani na unataka nini, na utaona vitu vizuri ambavyo vitakuja kwako. Utaona vitu vizuri ambavyo vitakuja kuelekea kwako. Hiyo haimweki mwanamke kutokuwa na kukosa thamani. Haimweki mwanamke ama haimfanyi mwanamke aonekane kwamba ni wa chini sana. Hiyo inategemea mtu anayemwangalia naye ana upeo gani katika akili zake. Lakini ukweli ni kwamba haibadilishi chochote. Na isikufanye wewe ukose confidence kwa sababu umezaa na wanaume tofauti. Ujue kuna sababu zipo nyingi. Inawezekana ndiyo ikawa wewe ndiyo sababu, sijakataa. Lakini bado unayo nafasi ya wewe kubadilika. Unaweza ukabadilika na kuirejesha ile thamani yako. Leo sina mengi ya kuongea. Kitu ambacho ningependa kusisitiza ni kwamba tusiwahukumu watu kwa kuangalia kwa macho yetu. Ni kweli amezaa watoto wengi na wanaume tofauti. Na pia wanaume wengine wamewakimbia wanawake, wamezaa na wamewazalisha wanawake wengi. Kuna sababu nyuma ya kila jambo. Wanawake wengi sababu zinakuwa wanaume ndio sababu wanawadanganya. Na wakiwa wanadanganya wanaonyesha picha kwamba wao hawana thamani tena, kwa hiyo wanatakiwa kukubali kila kinachokuja mbele yao. Wakati hiyo sio kweli.